Kwa mkubwa Kile kisa walichokitaja watu wa hikma, kisa maarufu, watu wa hikma walikitaja. Bwana mmoja mvuvi, siku moja akaenda baharini, mambo hayakujipa, na siku ilikuwa mbaya ya upepo mkali na samaki baharini hawakupatikana. Amerudi na samaki 3 tu. Mfalme kaja na jeshi lake pwani kufata samaki hamna. Mara namuona huyo mvuvi mwenye samaki wangapi? Mfalme anamwambia yule bwana, hebu wewe nipe hao samaki au niuzie. Anambia bana, haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? 3. Ndio, huyu mmoja anaenda kutupa, huyu mmoja anaenda kukopesha na sijui kama nitalipwa, huyu mwingine anaenda kulipa sijui kama deni nitamaliza. Kisa maarufu. Maneno yale mfalme yalimkera, na hasa aliposikia ndani yake samaki mmoja na kumfanyaje? Kutupa. Kamata, lete ndani, hana adabu. Kakamatwa akapelekwa jailan, samaki wamehifadhiwa. Baada ya muda mfalme hasira zimepoa, akamwambia ngojeni wale, hebu kamleteni yule kibaka. Haya, piga magoti hapo. Mfalme wako ana njaa, nataka samaki. Wewe ulijibu nini vile? Mfalme, nimekwambia samaki mmoja naenda kutupa, samaki mmoja anaenda kulipa deni na sijui hilo deni kama nitalimaliza, samaki mmoja anaenda kukopesha na sijui kama nitalipwa. Hebu fafanua hapo. Huyu naenda kutupa, naenda kuteweza mapenzi, naenda kumpa mke wangu, naweza nikampa mke wangu akala na pia akaniona mimi khanifi. Kwa ukimnunulia kitu mke, ujue unaenda kufanyaje? Naenda kutupa. Aha, sawa. Na sasa kwa nini unasema unaenda kulipa deni na ujue kama utamaliza? Huyu mwingine ampelekea wazazi wangu kwa wema walionitendea, na mimi nawapelekea wakati, na sijui kama itafika wakati nitaweza kuwafanyia wema unaofanana na wema ambao wazazi wangu walinifanyia. Na hasa nikizingatia kuna kipindi nilikuwa ninataka vitu kwa staili ya kulia, nikitaka ziba mimi nalia kusema siwezi. Mwa mama anajua nyonyo huyo, chukua. Mwa nataka kulala huyo. Mwa huyo anaumwa tumbo huyo, naenda kulipa deni. Na huyo naenda kukopesha, sasa unipe mimi. Watoto wangu, huyo mmoja nawapelekea watoto wangu, naenda kukopesha na sijui uko mbele watoto wangu kama watanijali, lakini wacha tu niwahudumie wanangu, naenda kukopesha. Samaki wangapi? Kisa hiki wanawachuoni wamekiweka katika vitabu ikiwa ni darsa kwa mtu. Huduma zako kwa wanao unafanya nini? Unakopesha. Huduma zako kwa wazazi wako unalipa nini? Huduma zako kwa mkeo unaenda kutupa. Sasa wewe ajabu susa kuoa hivyo, unasema kama ndio mimi sitaki kuoa kwa sababu sitaki kutupa. Lakini sasa kisu hicho huwa kinapata makali, unakatia nini? wasaina linsana biwalidayhi husna wa in jahadaka, lakini ikitokea wamekulazimisha wewe wazazi wako, litushrika bi, ili unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, kwa mambo ambayo huna elimu nayo, kwa maana huna ushahidi nayo. Wazazi wanakulazimisha, toa hela twende nyumbani tukapunge, watendee wema. Lakini wazazi wakikulazimisha kwenye mambo ya ushirikina, fala tuta'huma, hapo sasa usiwatii. Maneno haya mbele yana muendelezo katika aya nyingine, fala tuti'huma wasahibuhuma fi dunya. Kwenye aya nyingine ikajaje? wa qul lahuma qawlan karima. Sawa sawa, Yani unapokataa jambo lisilofaa kwa wazazi wako,
lakini bado unatakiwa utoe maneno mazuri. Baba wana mambo gani utaenda motoni? Vijana siku hizi hao nganga lidini hao, baba we mtu wa motoni, acha mambo hayo mzee. Wakul lahuma, wape majibu yanayoendana na mtu anayeitwa mzazi. Kuna maneno utamwambia mtu anaitwa rafiki yako, yanakuwa saizi yake, na kuna maneno mengine utamwambia mtu anayeitwa mwanao, lakini kuna maneno mengine anaambiwa mtu anaitwa nani? Mzazi wako, shekhe wako. Watu wa balagha kuna maneno yao wameandika. Sheikh Mustafa Amin kuna mahala ameandika, Mustafa Sika kuna mahala kaweka, rubba kalimatin nabihatin fi mawdhi'in hasanatin fi mawdhi'in akhar. Inawezekana yakawa maneno fulani mabaya sana eneo fulani, lakini maneno hayo ukiyapeleka kwingine yanakuwa yanatosha, safi tu. Maneno fulani kuna eneo ukiyatoa mazuri. Darasa moja mimi ninakumbuka hapa, kama sio mwaka juzi, nilisema kuna kikao kilivunjika Mwarusembe, ugomvi wa familia mbili, baba mkubwa na baba mdogo. Katika kupatanisha, mtoto mmoja anamwambia baba yake, maanake imetoka hoja upande wa pili, mzee anabisha, mtoto kanyanyuka, we baba vipi? We mzee analia, mimi vipi? Wewe unaniambia mimi vipi? Kwa maana sina akili. Mzee analia na kikao chenye staki. Mtoto kamwambia babake, we baba vipi? Alitaka baba basi tulia, omba baba shusha kidogo. Yaani wewe unajisemea neno lolote kwa sababu domo la kwako. Na hii ndiyo shida ya vijana, hawateui maneno ya kusema kulingana na nani yuko mbele yake. Sisi nafahamiana? Na kule Bwana Mtume Muhammad alichotufundisha, laisa minna man lam yarham saghirana wala yuaqir kabirana. Yani Mtume kama vile anakukosea radhi. Hayupo katika umma huu, simtaki mtu ambaye maisha yake mtu mzima hana huruma kwa wadogo, hawahurumii wadogo. Na hapa wagando ninasema hapa, wale wenyeji, hebu wahurumieni watoto wachanga jamani. Unakwenda mtoto unamtisha kucha halali, kumbe wewe umekwenda, wewe umegeuka paka, umegeuka nini? Mtoto halali anapiga kelele mpaka asubuhi. Waoneni huruma watoto, utakosa radhi za Bwana Mtume, atakukataa. Unageuka nyoka pale tete. Mtu fulani mtaani pale, kama mzee kama kijana, manake siku hizi uchawi hata vijana wachawi tu. Unaweza ukasema wazee, kumbe siku hizi mamasta vijana. Mtume atakukosea radhi, laisa minna man lam yarham. Wahurumieni watoto wapate kulala, mnawafanyia hasadi kucha watoto wa walali. Wallahi mna mtihani mkubwa sana. Mungu atuongoze katika hilo. Lakini upande wa pili, waqir kabirana, akawa mtu hana heshima na adabu kwa watu wakubwa. Mkubwa awe na huruma kwa wadogo, na wadogo wawe na adabu na nidhamu kwa nani? Kwa wakubwa. Ndio Uislamu. Hata kama huyo mkubwa, huyo mzee akusoma dini, muheshimu kwa ukubwa wake, mthamini kwa uzee wake. Kila mtu anacho ambacho Allah amempa. Kwani wewe ukimheshimu aliyekuwa mkubwa unafilisika, unakonda, unaharibikiwa nini kwa kumheshimu mkubwa? Yani mtu anatamba kabisa, uliza watu, mimi ndio jeuri kuliko watu wote. Subhanallah, wewe unajifakharisha kwa ujeuri. La yuhibbu Allahu al-jahra bisu illa man dhulim. Kwa nini usijifakharishe na mambo mazuri? Unajifakharisha kwamba wewe ndio jeuri kuliko watu wote. Unajifakharisha kwamba wewe ndio mshenzi. Sheikh, mimi mshenzi, usione hivi. Usinione hivi nimepoa, mimi mshenzi ujue. Mtu anakuambia kabisa, shehe mimi ushetani naweza, mimi shetani shehe. Wallahi ninakwambia shehe, mimi shetani. Mpaka unaapia unatamba na ushetani.
Wallahi Mwenyezi Mungu atuongoze. Hapana, Muislamu hawi hivyo. Jana nilikuwa namwambia mtu mmoja,